Je, unafahamu kwa nini nchi kubwa zinazikataza nchi zingine zinazochipukia kumiliki silaha za nyuklia? Ungana nasi Makumba International News na makala hii ya mchambuzi wetu wa siasa za Mashariki ya Kati. Ndugu zangu, kaka na dada, hili ni swali zito sana na la kufungua akili kweli. Hebu tuchambue taratibu bila kelele za propaganda, tuangalie kwa kina. Kwa nini nchi zingine haziruhusiwi kumiliki nyuklia isipokuwa Marekani, Ufaransa, Uingereza, Urusi, China pamoja na Israel? Tuanzie hapa. Nini kitatokea ikiwa kila nchi itamiliki silaha za nyuklia? Kwa juu watu wanajibu swali hili kimoyomoyo. Hakutakuwa na vita, kila nchi itaogopa jirani yake. Lakini ukweli kwa kina ni huu. Dunia ingekuwa kwenye ukingo wa kuangamia muda wote. Silaha za nyuklia hazihitaji kutumika nyingi ili kuleta maafa makubwa. Kosa moja tu, amri isiyo sahihi, taarifa za uongo, kiongozi asiyethabiti kiakili, mapinduzi ya kijeshi vinaweza kuanzisha mlolongo wa mashambulizi yasiyozuilika na kuangamiza dunia. Nchi zisingeheshimiana, kila nchi ingejiona bora, jambo ambalo ni hatari kwa dunia nzima. Katika maisha lazima heshima iwepo ili usawa upatikane. Jibu la pili ni hili hapa. Nyuklia si bunduki, si mwisho wa kila kitu. Vita vya kawaida vina mshindi na aliyeshindwa. Vita vya nyuklia vina mamilioni ya vifo papo hapo, mionzi kwa vizazi vingi, njaa ya dunia nzima, kuanguka kwa mifumo ya ekolojia. Hakuna mshindi, wote wanapoteza. Nadhani mtanielewa. Kama kila nchi ingemiliki nyuklia, basi maangamizi yangekuwa makubwa. Jibu la tatu, mataifa madogo yangekuwa hatari zaidi kuliko makubwa. Mataifa makubwa yana mifumo ya kudhibiti, yaani check and balances, mawasiliano ya dharura, uzoefu wa miongo. Lakini fikiria nchi maskini, nchi zenye migogoro ya ndani, serikali inayobadilika mara kwa mara. Hatari ya matumizi holela au kuuza silaha kwa makundi yasiyokuwa ya kiserikali ingekuwa kubwa sana. Siri ya pili tuichambue. Kwa nini mataifa yenye silaha za nyuklia hayataki wengine wazimiliki? Kama wote wakimiliki sawa, kuna madhara. Sasa kwa nini kila bara lisiruhusiwe angalau nchi 8 au 10 kumiliki nyuklia? Hapa ndipo unafiki wa dunia unapoonekana wazi. Nguvu, uwezo wa kutisha. Silaha za nyuklia si za vita tu, ni tiketi ya nguvu ya kisiasa. Nchi zenye nyuklia haisukumwi kirahisi. Inaweza kukaidi vikwazo, inasikilizwa kwenye meza ya maamuzi kwa sababu inamiliki nyuklia. Ikiwa kila mtu ana silaha hiyo, hakuna aliye wa kipekee, wote watakuwa sawa bila kutunishiana misuli. Nchi zinazomiliki nyuklia hujiita usalama wa dunia. Mara nyingi ni jina la kificho. Kile wanachosema tunazuia ili kulinda amani ya dunia, lakini ukweli wa siri ni tunazuia ili kulinda nafasi zetu ziwe juu muda wote. Ndio maana wao wanaruhusiwa kuwa nazo, wengine wanaitwa tishio. Sheria ile ile, matumizi ni tofauti. Kudhibiti nani anaogopa na nani hamwogopi. Mfumo wa sasa wa dunia unategemea mataifa machache kuwa na hofu kubwa na mataifa mengi. Hofu hiyo ndiyo inayoleta utegemezi, mikataba ya kijeshi, utii wa siasa. Ukiondoa hofu hiyo, mfumo mzima wa nguvu unaanguka. Irani iko mbioni kuondoa hofu hiyo. Ndiyo maana imeandamwa na kila nchi, hadi Waarabu wamemsaliti Muislamu mwenzao, hata kama madhehebu yanatofautiana. Huu ndio ukweli mchungu zaidi kwenye kufungua akili. Silaha za nyuklia hazilindi binadamu, zinalinda serikali zao ziendelee kuwa juu na kuwa tegemezi kijeshi kwa kila nchi. Yaani nchi ziwanyenyekee kwa kuwaomba misaada ya kijeshi. Hao wazee wa nyuklia ndio wazee wenye mifumo ya benki, wana control pesa. Hao ndio wenye mahakama inayohukumu kila rais, hasa wa Afrika. Ndio wamiliki wa shirika la afya, wanaamua waanzishe virusi na lini watengeneze dawa.
Angalieni jinsi walivyoporomosha pesa ya Irani haraka mpaka leo ndiyo pesa isiyo na thamani yoyote. Na tunapotambua kwamba nyuklia inamilikiwa na mataifa kwa sababu ya kulinda ukubwa wao muda wote, basi ndivyo ambavyo tunatakiwa kufahamu. Mataifa mengine hayaruhusiwi kumiliki na yanapigwa vita vikubwa, kwa sababu na wao wanaweza kuwa juu na kwenda kutishia uwepo wa juu muda wote wa wale waliokuwepo sasa. Amemaliza mchambuzi wetu wa masuala ya Mashariki ya Kati, lakini leo hii alikuwa akiitazama nyuklia na faida zake kwa waliokuwa nazo na hasara zake kama kila taifa litakuwa nalo. Lakini kwa nini kila taifa linakatazwa? Kwa maslahi gani? Endelea kubaki Makumba International News kwa ajili ya habari za kimataifa, siasa, uchumi